Rais Lazarus Chakwera amekubali kushindwa na mpinzani wake Peter Mutharika ambaye aliwahi kuwa rais kati ya mwaka 2014 na mwaka 2020 na anayebashiriwa kushinda baada ya kuzoa zaidi ya 60% ya kura. Baada ya kupata taarifa kwamba mpinzani wake alikuwa anaongoza kwa zaidi ya 60% ya kura 60 zilizohesabiwa, Rais Chakwera ametoa tamko kwamba amekwisha kumpigia simu Mutharika na kumpongeza kwa ushindi. Awali Chakwera alikuwa amewasilisha shauri katika mahakama kuu akipinga matokeo kwa madai kuwa palitokea udanganyifu, lakini hapo jana mahakama hiyo ilitupilia mbali shauri hilo ikisema kuwa madai yake hayakuwa na msingi wowote. Kabla uchaguzi huo uliofanyika wiki iliyopita, wagombea wawili hao, Chakwera mwenye umri wa miaka 70 na Mutharika mwenye umri wa miaka 85, ndio waliobainika kuwa na mvuto mkubwa kuliko wagombea wenzao 15 kwenye kiti cha urais. Katika kampeni zake, Mutharika wa chama cha DPP alitumia kauli mbiu ya kurejelea uongozi uliothibitika, kuleta maendeleo ya kiuchumi katika nchi hiyo inayoorodheshwa kuwa miongoni mwa mataifa maskini kabisa barani Afrika. Kulingana na wapiga kura, swala la mfumuko wa bei za bidhaa muhimu ikiwemo chakula, mafuta na mbolea lilikuwa nyeti katika kuongoza maamuzi ya nani wamchague safari hii. Rais Chakwera wa chama cha MCP amekosolewa vikali kwa kuzorotesha uchumi wa nchi na kusababisha hali ngumu ya maisha, hasa kutokana na kushindwa kufanya maamuzi stahiki na wakati muafaka. Licha ya umaskini wake, taifa hilo dogo la kusini mwa Afrika limekuwa na historia aina yake ya ubadilishanaji madaraka kwa njia ya chaguzi za kidemokrasia. Itakumbukwa kuwa Chakwera alimshinda Mutharika katika uchaguzi uliorudiwa mwaka 2020 baada ya matokeo yake kufutiliwa mbali na mahakama kwa msingi kwamba zoezi hilo liligubikwa na mapungufu mengi. Hii ilikuwa baada ya nchi hiyo kushuhudia hasia kufuatia uchaguzi wa mwaka 2019. Kaka yake Mutharika, bingwa Mutharika, alitawala nchi hiyo kati ya mwaka 2004 hadi 2012 alipofariki akiwa madarakani. Rais Chakwera ameeleza kuwa katika siku zilizobaki za utawala wake atapanga kukabidhishana madaraka kwa amani.